ni raia kutokea pale Guinea kwa by birth, lakini pia aliwahi kucheza under 17 pale katika taifa la Guinea. Lakini kwa sasa tunamzungumzia akiwa Mtanzania kamili kabisa. Msukuma huyu, kutoka kule alichagua kanda ya Ziwa. Pasi na shaka yote morphology yake jinsi ilivyo inaleta shabaha moja kwa moja na kulenga kabisa kwamba huyu anafanania kuwa Msukuma, kwa maana ya kwamba umbo lake lilivyo, the way anavyotazamika anafanana na Msukuma, kusema bwana mimi ni Msukuma, anaendana kabisa. Kwa alichagua kabila ambalo linampendeza, na hii si mara ya kwanza kwake kufanya jambo kama hilo. Hata kwenye kada ya muziki pia alishawahi kutokea marehemu huyu legend wa muziki Remi Ongala. Huyu kwa asili ni Mkongo, lakini aliweza kubadili uraia na kuwa Mtanzania. Yeye akachagua nyumbani kwetu kule, akasema mimi bwana mimi Mngoni. Yani alichagua Mngoni. Ndio bwana yeye anasema narudi nyumbani narudi Songea. Umeelewa? Alichagua Wangoni. Kwa hiyo na huyu akaamua kuchagua nini? Kuchagua Wasukuma. Kwa hiyo hili ni jambo la kawaida kwa watu ambao watakapokuwa wamechagua kuwa raia wa Tanzania na kuweza kuchagua kabila. Lakini kuna wengine wanakuwa wa Tanzania alafu wanasema kwamba bwana mimi sichagui kabila lolote, mimi nakuwa tu Mtanzania kokote kwangu. Yaani kila mtu anapoingia huyo pia ni upendezo wake. Na hii yote ni kwa sababu gani? Kwa sababu toka enzi ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere swala la ukabila halikuwa sehemu ya kuweza kutenga. Yaani mimi hapa nikija kule kwenu kwa Ruguru najisikia niko nyumbani. Ukija Morogoro jisikia uko nyumbani, ukienda wapo jisikia uko nyumbani. Hata ile tour yetu ya media tulioenda kule Matombo, nilijiona kabisa niko kunyumba yani. Kwa sikuona na ugeni wowote. Lakini nikija kwenye swali la kimsingi kwamba kwa usajili huu ambao umefanywa kwa Momo Kamara, Mohamed Damaro Kamara, ambaye huyu kwa sasa anakwenda kucheza Young African. Huyu kwa asili ni midfielder ya chini, ni defensive midfielder ambaye kwa Yanga sasa toka aondoke Hardy Aucho, ambaye pia naye kwa asili hakuwa kiungo wa chini, lakini alikuwa anatumika kama kiungo wa chini. Kwa kukumbusha zaidi kwa watu wa Yanga, watu viungo vya chini ambao kwa hivi karibuni vizazi vya sasa naweza kukumbuka, kulikuwa na mtu mmoja anaitwa Thabani Skala Kamusoko. Alikuwa anacheza chini vizuri kabisa. Kweli kweli huyo. Kuna mtu alikuwa anaitwa Mbuyu Twite. Alikuwa anacheza chini vizuri. Mchezaji namba 6 hiyo ilileta gumzo. Ilipolwa pale uwanja wa Mwalimu Nyerere kabisa. Terminal 3 ilikuwa bado Terminal 3 kipindi hicho. Mbuyu Twite kati anapokwa. Terminal 3 ilikuwa tele bado. Ile ilikuwepo. Uwanja mpya huo. Ndio inaanza. Anakwenda kupokwa mchezaji. Simba alikuwa waamini macho yao. Mzee Lage alisikitika kweli kweli kupokwa tonge mdomoni. Lakini nao wakaja wakalipa lakini haikuwa kama Fabrice Luamba Ngoma. Ile sasa haikuwapa matokeo kama ile, kwa sababu ile Mbuyu Twite anakuja ni ile kampa tena. Ilikuwa hatari. Na alikuwa ametoa impact kubwa sana kwa klabu ya Yanga, lakini Ngoma mpaka anaondoka hajaipatia ubingwa Simba. Kwa hiyo ni kama ni wizi ambao haukulipa zaidi. Kwa hiyo ukirudisha kwa Mbuyu Twite, ukienda kwa Shishimbi, Papika Bamba Shishimbi, naye pia alikuwa ni midfielder ya chini. Baada ya hapo sasa ndio akaja mtu anaitwa huyu nani Mkongomani ambaye Yannick Litombo Bangala. Yannick Litombo Bangala alikuja naye akaa kama namba 6 pase na hadi akapata MVP akiwa ndani ya Young African, akiwa anacheza yeye pamoja na Hardy Aucho. Anaondoka Bangala, anabaki Hardy Aucho. Aucho anashushwa kwenye dimba la chini, akacheza kwa ufanisi mkubwa na akaimbwa sana kabisa, mpaka anaamua ku step out katika kikosi cha Yanga kukaa sasa nani atamfunga paka kengele. Ndipo karata zikawa zinatupwa maeneo mbalimbali. Musa Balakonte akawa ndo chaguo la kwanza kuweza kuja kuangalia namna gani anaweza akalifiti lile eneo. Lakini nafikiri mazingira, lakini pamoja pia na kuadapti hali ya hewa ya Tanzania, lakini pia hata aina ya maisha, mtindo wa maisha ya Tanzania, lakini pia yawezekana pia
mchezaji A anaweza akawa bora katika timu X akaja kuwa wa kawaida katika timu Y. Hilo ni jambo la kawaida kabisa, lishafanyika hata Ulaya, lishafanya hivyo. Wakina Michael Owen wakiwa wanacheza Liverpool walifanya mambo makubwa sana. Wanatoka wanakwenda Real Madrid, wanaonekana wa kawaida. Wanarudi Uingereza, Manchester United, wanakuwa game changer. Kwa hiyo hilo kwenye maisha ya soka huwa linatokea sana. Kwa hiyo sio jambo la kushangaza. Kwa sasa Damaro Kamara anaongezwa kwenye kikosi cha Young African, na kikubwa kuliko yote ambao Yanga hapa watakuwa wamecheza karata dume kweli ni kwamba wamemuongeza mchezaji mzawa. Kwa huyu anaondoka katika ile listi ya wachezaji 12 wa kigeni. Kwa huyu anakuwa hayupo, anahesabika kama mchezaji wa ndani, kama local player. Kwa hii imekuwa ni nzuri zaidi, na kikubwa kuliko yote ni mchezaji ambaye amekwenda kwenye timu ambayo ina shauku ya kucheza kimataifa na kuleta impact. Kwa hiyo ina maana kama watakuwa wanaweza kupata nafasi za kucheza kimataifa na Damaro Kamara kama atakuwa sehemu ya kikosi cha Young African, ina maana kwamba itakuwa ni rahisi zaidi kwenda kukijenga kikosi cha timu ya taifa. Kwa hiyo katika hili inakuwa ni karata ambayo imetupwa katika eneo ambalo litakuja kuwanufaisha zaidi. Tuwarudishe nyuma kidogo watazamaji wetu. Mechi ya Young African dhidi ya Singida Black Star msimu uliomalizika. Mechi zote tatu, mechi 2 za ligi kuu, mechi moja ya finali ya CRDB Federation. Angalia Damaro Kamara the way alipokuwa anawaficha, anawapa tabu kubwa sana wakina Duke Abuya, wakina Mudathiri, mara kadhaa pia wakina Hardy Aucho. The way alipokuwa yuko too physique, ana utulivu wa hali ya juu, ana block mipira, anapiga penetration passes za kutosha. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye aliweza hata kuwashawishi Yanga kwamba huyu anastahili. Na sisi tulimpiga hapa kwamba huyu anakuja Young African. Na hizo zilikuwa tetesi. Na usajili ni mchakato. Very sure. Vizuri. Usajili ni mchakato. Inawezekana tukawa tunazungumza kwamba huyu anakwenda Young African. Kama sio dirisha kubwa basi dirisha dogo. Ndio. Inatakiwa watu waweze kutuelewa kwamba mchakato watu wanaangalia namna ambavyo inawezekana akaingia kwenye dirisha kubwa, au kama vitu kasubiria ingie kwenye dirisha dogo kulingana na mipango ambayo inawekwa na club. Kwa hiyo yote katika yote Young African wamepata mchezaji ambaye tunaamini kabisa huyu atakwenda kuwa na msaada mkubwa sana kwenye kikosi cha Young African, kwa sababu hii ni takwa la kocha mwenyewe Pedro Goncalves ambaye alisema kabisa kwamba ninamhitaji namba 6 wa asili. Sawa, tunamtumia Duke Abuya lakini tumpate namba 6 wa asili ambaye huyu anaweza akatengeneza linki kubwa kati ya defense line na forward line, ambaye huyu anawezekana akawa ni mtu ambaye anaweza katuunganisha vizuri kabisa. Na kwa Damaro Kamara kwa mpira wa Afrika, ni mchezaji ambaye ana sifa ya kucheza klabu kubwa kama Young African, ana sifa ya kucheza katika timu ambayo ina washabiki wengi, ina pressure kubwa, na yeye pia ndo mtu wa kazi hizo bwana Cisco. Bado hivyo ndivyo ambavyo Kamara na Young Africans wamemalizana, na sasa ni rasmi baada ya sisi kuzichapa tetesi zake kweli mbilinge zake kuanzia dirisha hili dogo, zilianzia kule kwenye dirisha kubwa la usajili la msimu wa mwaka 2025-26, lakini shughuli ziligonga mwamba kweli. Watu wakaja na mapovu yao. Kipindi hiko nakumbuka nilikifanya nikiwa na Dominic Salamba. Mambo yalikuwa mazito kweli, lakini tukarejea tena dirisha dogo baada ya kupewa taarifa ya kwamba mazungumzo yanaendelea tena na Young Africans wanaendelea pale walikoishia dirisha kubwa. Nilipiga naye Steven mwana wa Mapunde, lakini pia nikapiga naye tena Dominic Salamba kusisitiza kwa uzito ya kwamba shughuli inakwenda kumalizika, na kweli mambo yamekwenda kumalizika. Sasa wako wengi ambao tunakwenda kuwapiga. Cha kufanya bwana, ungana nasi na utulie vyema kweli, tukupatie taarifa bora kweli za michezo na burudani.